Karibuni. Leo naonyesha jinsi gani ya kutumia TZ link. Tafuta kama hauna hiyo application TZ link, unaingia kwenye Play Store ama Apple Store. Ukishaingia kwenye Apple Store, hakikisha uwe connected kwenye Wi-Fi yako ya Airtel. Na hizi ni kwa zile tu ZTL au ZTE. Hauna zile IDU ambayo tofauti na ile ya Huawei, unatumia TZ link. Au zile ambazo ukiangalia nyuma ya Wi-Fi umeandikwa IP address ambayo 192.168.1.1. hiyo ukiona imeandikwa hivyo, basi ndo ambayo unaweza ukatoka access nini TZ link. Kwa hivyo naiandika TZ link, inakuja hapa. Hata kule kwenye Apple Store ukiandika itakuja TZ link namna hiyo. Hii tayari nimeshai-download, kuona naingia hapa. Kiingia hapa, firstly username, by default username ni admin, password admin. Hizi nazo unaweza kubadilisha, tutaona huko mbele. Wana press login hapo, kisha nabonyeza remember kwa ajili ya baadaye. Huku messages ambazo zina kuja na kifurushi nini, kifurushi kimeisha, unapata kwenye hii sehemu ya message. Kuna hii sehemu ya Wi-Fi setting, hapa ndo sehemu ambayo ya password ya kila kitu. Hapa na 2.4G Wi-Fi setting ni 5. Kazi ipo. 2.4G ni Wi-Fi settings. Kiingia hapo unabadilisha 4G. 5G unabonyeza tu hapa, unaweza kubadilisha. Ukiweka hii, mimi nimeweka hii 5G optimization, means hii 4G na 5G zote zimekuwa combined. Unazicombine zote zinakuwa kwenye Wi-Fi moja. Kwa submit nini fresh. Tunakuja kwenye issue kama let's say network imesumbua. Kuna time unaweza kukuta 5G is not working, so you have to go here. Kuja hapa kwenye internet setting. Ingia kwenye internet setting, kuna hii sema network mode, unaweza kubadilisha ukaweka kwenye 4G only, then una confirm. Ukisha confirm, baadaye una submit. Ukisha confirm pale itajizima router, utaona imejizima na kujiwasha na kuweza kucapture hiyo 4G only network. Tunakuja kwenye issue ya kublock, yani kuweka mtu blacklist ama whitelist. Kwenye issue ya blacklist na whitelist, unaipata kwenye security pattern ambayo ni ya firewall. Nimeweka kama ngao, unaibonyeza, then unakuja kwenye MAC filtering. Hii nitakuonyesha kule jinsi inavyofanya kazi. Kwa nini MAC filtering? Hapa unaona list kabisa imekuwa kuna either blacklist ama whitelist. Kwa it depends wewe unataka watu gani kwa hapo. Kwa hiyo list ambayo utakaoweka hapa ni kama hapo kwenye blacklist, watu utakaoweka hapa ni kwamba hawatopata internet. Unaona? Na ukiweka whitelist means mtu atakaye kuwepo hapa ndo atakayepata internet peke yake. Okay. Sasa hapa nakuja najitafuta hapa. Onyeshe unaingia kwenye devices. Devices hapa unaona device ambazo zimeconnect hapa. Hapa na have couple of devices. I think kuna nyingine sioni. Ni laptop. Hapa ni simu zangu 2 na simu zangu 3 hizi zote. Laptop sijaiwasha. Unaona hii ya kwanza Bushiri AI A16. Hii current message quality is poor. Umeona wameniambia hivi ni kwa sababu
kule nimeweka whitelist, kwa mtu atakaye kuwepo kule na atakaopata internet. Sasa hii simu bado haipo kwenye list, kwa hapo naichukua na copy, nakuja kwenye tools, firewall. Kule tumekopi ile ni MAC address ya simu ambayo ni physical address. Haya, ukiingia hapa kwenye MAC filtering ndio unaijumlisha hapa chini, una paste hiyo hapa, labda my Samsung. This is playing itself. What? My Samsung. Phone 1. Okay, negea jina hivyo, then hii simu yangu itakuwa inapata. Utaona hatua hapa, umeona juu kwenye hii naniliu wifi yangu juu kabisa huku imeweka exclamation mark, kwamba ni alama ya mshangao, ni kwamba network haipo, lakini soon itabadilika. Haya, nakuja unachukua na hii simu yangu nyingine hapa, rudi hapa. Hii sikubadilisha, Samsung ni ile kule, hii bado. Kwa hiyo katika hizi mbili za chini, hizi simu mbili za chini, hii moja wapo. Na unapo ukitaka kujua hii ni ipi, unaweza kaja kwenye wifi hapa, hata mtu ambaye unataka kumconnect, unaona kama hapa no internet access, kwa hapo unaibonyeza pap, inafunguka huko. Kwa unakuja kuona hii inaanza BE na hiyo hapo MAC address ndo yenyewe. Kwa hivyo unarudi, kisha rudi huko, unasema kwamba ni simona ya BE, hii ndio yenyewe. Kwa unaicopy MAC address yake, kisha 44 unaicopy, then unakuja kwenye firewall, MAC filtering, then unaipaste hapa. Kisha chini ya IPv4 ndo sehemu ya field, maana huwa hazionekani, mwingine anaweza kanabonyeza sehemu nyingine akashindwa kuona. Kwa hii inaitwa phone 2, unaona hii nimeiadd. Utaona kule juu kwenye wifi ya simba ya wifi itabadilika, itakuja kwenye, itaonesha data flotation. Haya, tuadd ile sim 5, na mimi simu nyingine hii na copy MAC address, nakuja tunaipaste hapa. You see, very simple. Andika tu phone 3. Kwa hapa mtu yote akija, umeona hata kule juu kumebadilika, tayari data zina flow. Ukija kwenye nini, mtu akija akawa na scan, hawezi kufanyaje access. Na kitu kingine kikubwa ambacho ni kizuri zaidi cha kusecure network yako, kwa sababu hii inakuwa kila mtu anakuwa nayo, na zikija zile zinakuja na the same password ambao ni default password, ambazo ni zile admin. Kwa ukitaka kubadilisha, niwaambia kwamba baadaye tutagusia hiyo sehemu. Utakuja huku juu kwenye dots, kwenye mstari mitatu kushoto, kuna option juu. Ukishabonyeza hapo, unaona kabisa ya kwanza ni account management, hapa chini ni settings. Ukija kwenye restore factory, yani kama unataka ku reset device yako, ukiachana na kule kubonyeza pin kwenye ile panel yako, unabonyeza hapo, ina restore, inaanza upya kabisa. Ukija kwenye reboot ni ku restart, unaizima na kuiwasha hiyo device yako. Huko kwenye check updates ini, kwa tukija kubadilisha zile password, unakuja kwenye account management. Kuja kwenye account management, unaweza kaja hapo ukaandika this password, unaandikia kwa huko, unaandika admin sababu default ni admin, ili usione kama unakosea, unaweza kaonyesha ili iwe vizuri zaidi. Kwa password hapo ukibadilisha sasa haitakuwa fupi kama ile kule yenyewe, yani ukiandika hivi, ngoja nikuonyeshe, wataonyesha hapa jinsi mahitaji yao. Nimeandika tu randomly ili wakuonyeshe.
The password contain at least uppercase letters and lowercase letters, digits and special characters. Umeona, inahitaji herufi kubwa, kuwe na herufi ndogo, kuwe na namba na kuwe na zile character. Kiswahili unahitaji. Okay. Kwa hapo tunaweza kusema labda let's say tunaanza na N, nyumbani, si ndio? Alafu tunaweza tukaweka maybe 2026 bado kuna character hapa, capital letter ipo, small letter ipo, digits zipo, bado character naweza kumalizia na reli. Unaona, kwa inakuwa hivyo. Umeona hapo hata haija tena nili. Kija hapo na kuja tena nyumbani. Isi. Umeona, bado wanakuambia haya. Tunakuja hapa tunaandika 2026 lele. Isi. Una confirm. Kisha confirm. Kisha submit, una confirm. Ya confirm itakutoa. Okay. Jamaa anahitaji wifi. Kwa sisi hapa tumemaliza. Mpokelea sasa hivi. Tumemaliza. So in case of anything, inbox me. Please don't forget to subscribe.